ujumbe wetu: utulivu. 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 Ujumbe wetu: utulivu. Utulivu. Nianze kukupa noti kadha wa kadha, alafu nikupe maandiko kadha wa kadha, alafu tupate kusogea na Mungu atusaidie. Ujumbe wetu: utulivu. Iwe utulivu wa roho au utulivu wa mwili, lakini vyote tunachotaka kuangalia ni utulivu kwa mtu wa Mungu. Jamani, haleluya. Noti yetu ya kwanza: Mungu anapatikana kwenye utulivu au katika utulivu. Mungu anapatikana kwenye utulivu au katika utulivu. Mungu anapatikana kwenye utulivu au kwenye utulivu au katika utulivu. Mungu anapatikana kwenye utulivu. Haleluya. Kitabu kile cha Ayubu 20:20. Ayubu 20:20. Ayubu 20:20. Maombolezo ya Yeremia 3:26. Maombolezo ya Yeremia 3:26. Luka 10:38 mpaka 42. Luka 10:38 mpaka 42. Nikupe noti ya pili alafu tutasoma. Utulivu hutatua vitu. Utulivu hutatua vitu. Yoyote ambaye ana utulivu ndani yake ni rahisi sana kutatua vitu. Kutatua vitu. Kwa hiyo utulivu hutatua vitu. Mungu anapatikana kwenye utulivu. Haleluya. Kwa hiyo lazima ufahamu namna ya kukaa kiroho na kimwili, kuishi kwenye namna ya utulivu. Noti ya tatu: moyo wa utulivu una majibu. Moyo wa utulivu una majibu, au moyo uliotulia utapata majibu. Kila ambaye anatafuta majibu, majibu hayapatikani kwenye vurugu. Majibu hayapatikani kwenye masuguano au mikimbizano. Majibu ya kiungu yanapatikana kwenye utulivu. Na Mungu anapoleta majibu kwa mtu, anapeleka majibu kwenye moyo wa mtu. Haleluya. Kwa hiyo moyo wako ukiwa na utulivu, moyo wenye utulivu ni majibu, au unatatua vitu au unaleta majibu. Noti yetu ya 4: shetani akitaka kunyang'anya miujiza au majibu, anaondoa utulivu ndani ya mtu. Shetani akitaka kunyang'anya miujiza au majibu kwa mtu, anachotengeneza ili usipate ule muujiza, analeta hali ya kuondoa utulivu. Kwa hiyo shetani akija kwa mwanadamu, anachodili nacho sana ni swala la utulivu. Anachokimbilia kukipiga ni utulivu. Anachokimbilia kukivuruga ni utulivu. Na anajua akikuvuruga ukakosa utulivu, unakosa maamuzi sahihi. Haleluya. Haleluya. Sasa utulivu wa kiroho, utulivu wa nafsi, utulivu wa mwili ni vitu muhimu sana kwa mwana wa Mungu. Na hapo ndipo shetani anaelenga. Unaelewa mahangaiko mengi tulio nayo, kukimbizana kwingi tunakokimbizana, tunachotafuta ni utulivu. Mtu anatafuta hela ili awe na utulivu. Kwa hiyo mbio nyingi unazoziona hizi ni kwa sababu watu hawana utulivu. Misuguano unayoiona mingi ni kwa sababu watu hawana nini? Utulivu. Lakini mtu akiwa na utulivu, anaamua kwa uzuri na anapokea majibu ya kiungu katika hali ya utulivu. Haleluya. Kwa hiyo shetani anapambana sana na kitu cha utulivu ndani ya kanisa,
kwa mtu mmoja, unaweza ukawa unahangaika na mambo mengi na Mungu yuko tu hapo kabisa kukujibu, lakini kwa sababu hauna utulivu wa kusikia, uko unakimbizana na mambo mengi, unapambana na vitu vingi. Shetani anatumia namna ya kuleta dhoruba ili ukose utulivu, na unapokosa utulivu unakosa usikivu mzuri mbele za Mungu, kwa sababu hauwezi ukamsikia Mungu ikiwa uko kwenye hali ya misuguano. Jamani, haleluya, haleluya. Kwa hiyo ni vyema ufahamu. Sasa tusogea mbele. Utakatifu huleta utulivu ndani ya mtu. Utakatifu huleta utulivu ndani ya mtu. Kila anayeishi maisha matakatifu, kuna kitu cha kiutulivu kinakuwa ndani yake. Kila anayeishi maisha matakatifu anapata kitu cha utulivu ndani. Haleluya. Biblia inasema katika Mithali, waovu hukimbia pasipo sababu. Kwa nini wanakimbia? Hawana utulivu. Kama angekuwa na utulivu, hana haja ya kukimbia. So unapomwona mtu anakimbia pasipo sababu, manake hana kitu cha utulivu ndani ya moyo wake. Haleluya. Kwa hiyo utakatifu huleta utulivu ndani ya mtu. Uponyaji, noti yetu nyingine, uponyaji unapatikana katika utulivu. Uponyaji au majibu unapatikana katika utulivu. Moja kati ya roho ambayo inasumbua sana watu wa Mungu na wana wa Mungu ni kukosa utulivu. Ni kukosa utulivu katika jambo lolote lile. Hatuna utulivu wa kutosha. Kwa sababu hiyo hatuna utulivu wa kutosha, inatupelekea adui kutushambulia. Kwa hiyo utakatifu huleta utulivu. Uponyaji unapatikana ndani au katika utulivu. Kama hujatulia, huwezi kupokea vile ambavyo Mungu alitaka uvipokee, kwa sababu vitu vyake vyote vinapatikana katika utulivu. Noti ya mwisho, Mariam alikuwa mtu wa utulivu. Mariam alikuwa mtu wa utulivu. Martha hakuwa mtu wa utulivu. Haya ni maandiko tutasoma. Tuanze na kitabu kile cha Ayubu 20:20. Ayubu 20:20. Angalia hapo neno la Mungu linavyosema. Anasema hivi, kwa sababu hakujua utulivu ndani yake, hakuponya chochote katika hicho alichokifurahia. Kwa sababu hakujua utulivu ndani yake, hakuponya kitu chochote alichokuwa anakifurahia. Haleluya. Moja kati ya kitu ambacho wana wa Mungu wanakosa ni utulivu. Hapa anasema kwa sababu hakujua utulivu, hakuweza kuponya chochote. Utaviokoa vitu ukiwa umetulia. Utaviponya vitu wakati wa utulivu. Kuna mambo ungetamani yafanikiwe, yatafanikiwa ikiwa wewe umepata utulivu. Utulivu wa nafsi, utulivu wa roho, utulivu wa mwili wako ni vitu vya muhimu sana katika kupokea majibu ya kiungu. Jamani, haleluya. Shetani analeta dhoruba. Anapoleta dhoruba, ile dhoruba inaweza ikakupiga ikakumaliza ikiwa itakukuta hauna utulivu. Kwa sababu namna ya utatuzi wakati umevurugwa, unapotaka kuyatatua mambo, badala ya kuyatatua kwa uzuri, unayatatua kwa kuharibu. Hakuna utulivu. Jamani, haleluya. Kwa hiyo anasema kwa sababu hakujua utulivu ndani yake, hakuponya chochote. Kwa kila ambacho unakitaka kipone, kila ambacho unataka ukipate kama majibu, lazima upate utulivu ndani yako. Unapotafuta majibu ya kiungu, Mungu anapokuja kwako, anataka kukuta hali ya utulivu.
Mungu anapokuja anaangalia hali yako ya ndani. Je, ina utulivu wa kutosha ili aongee na wewe, ili akupe maelekezo? Sasa shida iliyopo ni hii, tunakuwa waombaji ambao hatuna utulivu. Kwa sababu ni waombaji ambao hatuna utulivu, inatupelekea kutokupata majibu kwa sababu hatuna utulivu. Haleluya. Sasa unaweza ukaona Mungu anachotaka ndani ya mtu ni utulivu. Maadamu unaishi maisha matakatifu, anapokuja kwako anataka kuona hali ya utulivu. Sasa Mungu angetamani kila mwanae awe na utulivu ndani yake. Sasa wana wa Mungu wengi hawana utulivu ndani ya mioyo yao na ndani ya nafsi zao. Sasa hapa sio kwamba anaongelea utulivu kwa maana ya kwamba ukae kanisa moja. Pia ni sawa kukaa mahali pamoja ili kupokea majibu, lakini ninachoongelea ni utulivu wa kiroho, nafsi na mwili, ili kupokea majibu ambayo ulitakiwa kuyapokea. Jamani, haleluya. Sasa asilimia kubwa shetani anapopata nafasi ya kutuvuruga, akituvuruga, anacholenga ni kuondoa utulivu kwa habari ya wewe kupokea majibu. Kwa hiyo anapokuja analenga ni kitu gani akikigusa kitakuondolea wewe utulivu. Wakati wewe unahangaika, shetani anatafuta namna ya kupanda mapando majira. Ndio maana anasema hivi, walipolala shetani akaja akapanda magugu. Ina maana hao watu walilala na hawana utulivu wa kiungu. Jamani, haleluya. Kwa nini? Anaangalia ni namna gani alete hali ya kuvuruga. Akisababisha vitu vya kukuvuruga, anajua unakosa utulivu. Wakati wewe hauna utulivu, unakuja kugeuka namna hii, unakuta huku kuna kitu kingine kimetokea. Unataka kusuluhisha hili, unakuta kuna kitu kingine kimetokea. Lakini hayo yote, kwa nini anasababisha vitu vya aina hiyo? Ili aondoe jambo la utulivu ndani ya mtu. Jamani, haleluya. Unakumbwa na vitu vingi, dhoruba zinakupiga. Wakati dhoruba zinakupiga, anachotafuta adui ni kuondoa hali ya utulivu uliokuwa nao mbele za Mungu. Anapoondoa ile hali ya utulivu, unaanza kukimbizana huku na kule. Unajitetea katika jambo ambalo hata tukikwambia ujitetee, huwezi kujitetea. Jamani, haleluya. Wanafunzi walikuwa na Yesu na amelala, na dhoruba ikaanza kupiga. Wakati ile dhoruba inapiga, hawajiulizi kwa nini Yesu amelala na dhoruba ipo. Kwa nini Yesu amelala na dhoruba inapiga? Wao wakaanza kujitetea, wazoefu wa bahari kina Petro. Unajua alikuwa mvuvi yule, kwa hiyo anaelewa mawimbi ya bahari yakija yanasumbua. Anawaambia, jamani, weka hivi, fanya hivi, fanya hivi. Jamani, tunaona kama maji yanaingia, hebu chukua vyombo, toa maji. Mzee wa siku amelala, ametulia. Jamani, haleluya. Nini Mungu alikuwa anajaribu kuongea? Nini Yesu alikuwa anawaonyesha? Kwamba katika hali ya dhoruba, tuliza nafsi yako, pata utulivu. Utakapoamua katika hali ya utulivu, unatoa majibu yanayoeleweka. Alipoamka, unaelewa, sio kwamba hawakuwa na mamlaka, walikuwa na mamlaka. Tuko pamoja, wana wa Mungu? Walikuwa na mamlaka na walikuwa na mwenye mamlaka. Kulikuwa na uwezekano mkubwa kabisa ule upepo ukamtii Yesu kwa sababu si yuko mle. Lakini nini Mungu alikuwa anataka kutufundisha pale? Alichokuwa anataka kuwafundisha wanafunzi ni kwamba jambo lolote linapotokea, pata utulivu. Haleluya. Wewe unazama, alafu unazama kabisa, alafu unaambia, wewe mbona unazama? Unasema, niache bwana nitulie mimi, niache nitulie. Jamani, haleluya. Yona alijua kabisa yeye ndiye sababu ya vurugu za bahari. Wakati wengine wanazama, wanatupa na mizigo, hawajiulizi kwa nini huyu mtu amelala, na wakati huo sisi tunahangaika. Yeye alikuwa anaelewa, akaona jitulize zake mpaka mwisho. Baadaye ndo anamfuata, wewe jamaa, mbona umetulia tu hapa na unalala? Jamani, haleluya. Kabla hujaanza kupambana na mawimbi ya bahari, nenda muulize Yesu,
kwa nini umelala na mawimbi yako hapa? Atakwambia sababu za kulala. Jamani, haleluya. Wakati mawimbi yanakuja, usianze kupambana na mawimbi. Nenda mwambie Yesu, mawimbi yamekuja. Atakupa namna ya kutatua. Sasa changamoto iliyopo ni hii. Wana wa Mungu tunapokutana na mawimbi, hatukumbuki kumrudia Yesu. Tunaanza kupambana na mawimbi kwa nguvu zetu. Wakati huo tunapambana na mawimbi kwa nguvu zetu, nguvu zinaisha, zinakuwa chache, tunaanza kujikuta wakati ambao umetumia nguvu nyingi, umeshachoka, ndio unasema jamani, ngoja nimtafute Mungu sasa. Wakati huo unasema umtafute Mungu, muda umeshaenda sana, umeshatumia gharama nyingi sana. Jamani, haleluya. Anza na Yesu, kwamba mzee, amka, hapa kuna mawimbi ya bahari. So kama wanafunzi wangejua hili, lengo la adui ni anatafuta kuondoa utulivu ndani ya mtu. Adui anapokuja anajaribu kulenga, anapotafuta kuleta majaribu, anapambana na utulivu. Sasa usianze kutatua mambo kwa nguvu zako. Tatua mambo ukiwa na Kristo Yesu. Jamani, haleluya. Kama wangemwamsha Yesu mapema, unafikiria wangetumia nguvu nyingi muda wote? Wasingetumia nguvu. Wenyewe baada ya muda, yani wameshapambana, vuta huku vuta kule, ndo anakumbuka, hivi kumbe tuko na Yesu amelala humu ndani. Kwa nini? Hawakuwa na utulivu wa kumkumbuka Mungu. Na ndio kitu ambacho shetani anafanya. Anapoleta majaribu, yale majaribu yanapokuja, yanaondoa utulivu ndani ya mtu. Yanapoondoa utulivu ndani ya mtu, yule mtu anashindwa aamue nini kwa saa ipi na kwa wakati gani na afanye nini. Kwa saa hiyo anaanza kujaribu kutatua, kupambana na lile jaribu ili atoke. Alafu amemwacha Mungu na yuko naye. Jamani, haleluya. Kwa hiyo anasema hivi, kwa sababu hawakujua utulivu, hawakuponya chochote, manake hawakuokoa chochote. So unaweza ukaelewa, kwenye mapito Mungu anataka aone utulivu wa ndani. Ule utulivu wa ndani ni ili aponye maisha yako, ili aokoe vitu vyako. Kwa hiyo wakati ambao kuna mawimbi na majaribu, usianze kutatua mambo, usitumie nguvu kwa kushindana na yale majaribu, utakwama. Anza kutafuta utulivu ndani. Ukiupata utulivu ndani, Mungu atakuongoza cha kufanya. Kuna vitu utaviokoa kwenye utulivu. Jamani, haleluya. Ni muhimu sana. Tusome kitabu kile cha maombolezo ya Yeremia. Maombolezo ya Yeremia sura ya 3 mstari wake wa 26. Yeremia, maombolezo ya Yeremia maombolezo ya Yeremia sura ile ya 3 mstari wake wa 26. Anasema hivi, anasema ni vyema mtu autarajiaye wokovu wa Bwana na kumngoja kwa utulivu. Kumngoja kwa utulivu. Unatarajia uponyaji kutoka kwa Mungu, pata utulivu. Unatarajia majibu kutoka kwa Mungu, pata utulivu. Kitakachoamua upokea hayo majibu ni utulivu. Ndio maana anasema kwenye Ayubu, kwa sababu hawakuwa na utulivu, hawajaokoa chochote. Kwa utakapokuwa na utulivu, kuna vitu utaviokoa. Jamani, haleluya. Sasa ni muhimu ufahamu. Zaburi ya 51:10. Zaburi 51:10. Tusome kitabu cha Zaburi ya 51 mstari wake wa 10. Zaburi ya 51 mstari wake wa 10, Biblia inasema hivi. Anasema, Mungu, uniumbie moyo safi, uifanye upya roho iliyotulia ndani yangu. Mungu, uniumbie moyo safi, uifanye upya
roho iliyotulia ndani yangu. Jamani, haleluya! Kwenye utulivu ndiko tunakompata Mungu. Kwenye utulivu ndiko tunakoamua mambo. Usiamue mambo wakati una vurugu. Usitatue mambo kwa kupambana nayo. Tafuta utulivu kupambana na vitu. Jamani, haleluya! Kama ukikosa utulivu kwenye biashara, kuna vitu utavipoteza. Kama ukikosa utulivu kwenye ndoa, kuna vitu utavipoteza. Kwa sababu wakati mwingine wanadamu wana makwazo. Anakukwaza mume mpaka unasikia hali ya kumtapika. Ukiamua kwenye ile hali, unakuta unapoteza kila kitu na ndoa inaweza ikavunjika. Kwa hiyo amua vitu katika hali ya utulivu. Panga vitu ukiwa kwenye hali ya utulivu. Mungu anafanya vitu akiwa ametulia. Mungu anaongea na watu wenye utulivu. Kama mtu hana utulivu wa kiungu ndani yake, ni ngumu kukutana na Mungu. Ni ngumu kukutana na Mungu. Haleluya. Tusome kitabu kile cha Luka 10. Luka 10. Utanielewa vizuri. Luka 10 mstari wake wa 38 mpaka